tatu, toba ya kweli. Toba ya kweli. Tusome katika kitabu cha Nyakati sura ile ya 7 mstari wa 14. Toba ya kweli. Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ndiyo. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, yes, na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni, ndiyo, na kuwasamehe dhambi yao, na kuiponya nchi yao. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, jina la Bwana libarikiwe kanisa. Amen. Na kufundisha kanuni ya maombi. Hizi ni kanuni tu chache ambazo ninakuletea leo. Jamani, amina. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Sasa naanza kipengele kwa kipengele kwenye huu mstari. Watu wangu. Jamani, amina. Anasema ikiwa watu wangu, maana yake hapa anaonyesha wanaomwamini Mungu. Amina. Wanaomwamini Mungu. Namba moja, anaongea na watu wanaomwamini Mungu. Wanajulikana kuwa ni wa Mungu kama wewe ulivyo. Wewe ni wa Mungu. Mwambie mwenzako wewe ni wa Mungu. Na mstari huu unakuhusu wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kujinyenyekesha. Jamani, amina. Kukubali, maana yake ni nini? Kukubali makosa na kuyaacha. Kukubali makosa na kuyaacha. Kiburi na kutokumtegemea Mungu. Watu wengi hawamtegemei Mungu, lakini ni watu wa Mungu. Anasema usiwe na kiburi na kutokumtegemea nani? Mungu. Jamani, Bwana Yesu asiwe sana. Hawa watu anasema kumtambua Mungu, kwamba bila Mungu sisi hatuwezi. Hiyo ndo maana yake. Bwana Yesu asiwe sana. Na niwaambieni wanangu, watumishi wa Bwana mnaonisikiliza, hakuna kitu kibaya duniani kama kiburi. Anaposema wakijinyenyekesha, anataka aondoe kiburi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Aondoe kiburi kwa watu wake, aondoe kiburi kwa kanisa, maana umechaguliwa kwa jina lake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Umechaguliwa. Mungu amekuchagua. Ondoa kiburi. Kiburi ni hatari. Hebu ngoja nianze tu kidogo uone kiburi kinaanzaje. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Kanisa lazima lielewe. Naomba soma. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Jamani, ni mimi Biblia. Tunaiona hii kanuni ya maombi ilivyo ngumu. Anasema yeye ajuaye kutenda mema halafu asiyatende, kwake ni dhambi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unajua kwamba jambo hili Biblia inasema kabisa, unajua kwamba natakiwa nifanye 1, 2, 3, unaacha. Na unajua huo ndio mwanzo wa kiburi. Unajua neno la Mungu ninahitaji likae ndani yangu. Unajua
Unajua nahitaji kuishi maisha matakatifu, unajua. Na saa nyingine wewe unapotosha neno la Mungu. Biblia inasema anaijua halafu hafanyi, ni dhambi. Sio mimi, ni Biblia. Sasa kwa mfano, mtu unamfundisha fungu la 10 na anajua kwamba kutoa fungu la 10 nisipotoa kanisani ni nini jamani? Halafu anapata hatoi. Si kiburi? Muulize mwenzako, uko salama? Unataka Mungu akujibu? Haleluya. Huo alikuwa tu ni msalamu jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mambo mengi jamani, amina. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aliwapa Israeli amri: usizini, msiue, msiibe, msiabudu miungu mingine. Wakafika jangwani, wanajua kwamba kuabudu miungu mingine ni dhambi. Musa alipokwenda kwenye maombi, wao wakatengeneza mungu wa nini? Wa ndama, ili wafanye nini? Waabudu. Mungu aliyowaacha, Mungu aliyowaacha. Na wauliza swali, mbona mjibu? Mungu aliwaacha? Hakuacha. Tena akawafyeka, akaacha watoto waliotoka kule ndio walioingia Kanaani. Kile kizazi kilikuwa kinazunguka. Kiburi ni hatari. Mwambie mwenzako, kiburi ni hatari. Sasa nikwambie kitu, mwenye kiburi huwa hajitambui. Lakini kiburi Mungu huwa anasema kwanza. Yaani kabla hujaingia mahali pabaya, Mungu huwa anafanya nini? Anasema. Hebu twende Danieli. Nisikilize kwa makini sana. Tasoma kwa haraka haraka. Tutakuwa tunasoma tunaruka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya muda tutakuwa tunasoma lakini ile sura ya 4 kaisome vizuri ili ujitambue. Kanuni hii. Anza wa kwanza tu. Tiririka. Mfalme Nebukadreza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote. Mfalme Nebukadreza kwa kabila zote na lugha zote wanaokaa katika mataifa yote. Amani iongezeke kwenu. Amani iongezeke kwenu. Mimi nimeona vyema kutangaza habari za ishara na maajabu aliyonitendea Mungu aliye juu. Ishara zake ni kubwa kama nini? Aliona mambo ya Mungu yalivyokuwa makubwa kama nini? Na maajabu yake yanaweza kama nini? Na maajabu yake yana nguvu kama nini? Ufalme wake ni ufalme wa milele. Ufalme wake ni ufalme wa nguvu za Mungu. Na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Uko mstari wa ngapi? Nenda wa 6. Basi nikatoa amri kwamba wenye hekima wote wa Babeli. Rudi mstari wa 4 tena. Mimi Nebukadneza nilikuwa nikistarehe katika nyumba yangu. Mimi Nebukadneza nilikuwa ninakaa katika jumba langu. Nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikistawi katika nyumba yangu ya enzi. Nikaota ndoto iliyonitia hofu. Mungu akaleta taarifa ya ndoto kwa njia ya ndoto. Mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu. Yale mawazo ambayo yalikuwa kitandani mwangu. Na njozi za kichwa changu nikapata mfadhaiko. Mungu alimpa taarifa. Mungu alimpa nini? Hivi kweli watu wa Mungu ampewi taarifa? Mungu alimpa taarifa. Sasa kutoka hapo utasoma mwenyewe. Twende mstari wa 16. Ndio. Moyo wake ubadilike, usiwe moyo wa binadamu. Yaani hii Danieli anapewa ana tafsiri, ndo anasema huu moyo kwa sababu ya kiburi ambacho ulichonayo utabadilika. Na apewe moyo wa mnyama. Atapewa moyo wa mnyama. Nyakati 7 zipite juu
miaka 7 itapita juu yake. Unasikilizeni niwaambieni kitu, kasomeni vizuri hii sura utajielewa. Na kuna watu huenda wanapita katika mazingira ya namna hiyo, mimi sijui, lakini nataka niseme, unapokuwa ufahamu unaondoka wa kimungu, mtu hawezi kujielewa. Anaweza kuwa na chuki, anaweza kuwachukia wenzake, anaweza kusema vibaya wenzake, anaweza kuwasema vibaya wachungaji, chochote kile kilichomjaa anaweza kakisema. Jamani, amina, sijui mnanielewa. Nebukadneza akapewa ndoto ya kwamba kama utaonyesha kiburi, nitakupeleka miaka 7 porini, nitakufananisha na wanyama, utakula majani. Kuna wakati watu wanapita wanakula majani. Kiburi ni hatari. Kati ya kitu ambacho Mungu anahitaji kumuomba, Baba, niondolee kiburi, niondolee kiburi ili niwe mnyenyekevu, niondolee kiburi. Kiburi sio rafiki, kiburi ni hatari. Endelea kusoma sasa, tiririka. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, ndiyo tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Mimi Nebukadneza nimeiona ndoto hii. Na wewe Belteshaza, eleza tafsiri yake. Naomba unieleze tafsiri yake. Anaiona, anaiota, anakaa naye, halafu anaomba tafsiri kwa nani? Kwa Belteshaza ambaye ni Danieli. Sasa sikiliza majibu ya Danieli. Kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake. Hii tafsiri imekuwa ngumu, nimeita waganga, wachawi na kila namna, hawameshindwa kuitafsiri hii ndoto. Bali wewe waweza. Bila wewe unaweza. Maana miungu watakatifu inakaa ndani. Miungu watakatifu, yeye alikuwa ajui Mungu, anasema miungu watakatifu wanakaa ndani yako. Ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, sasa akajibu akasema, Belteshaza, mfalme Belteshaza, ndoto hiyo isikufadhaishe, nipe tu tafsiri. Belteshaza akajibu akasema, Bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wakuchukiao, na tafsiri hii iwapate maadui zako. Yaani kikombe hiki kisimuingie, kiende kwa mwingine. Ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika kama mbinguni, na ukaonekana mpaka dunia yote. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda mengi na chakula cha kuwatosha mataifa yote. Ndiyo, ni wewe uliyepata nguvu. Ukuu wako umefika juu kwa Mungu, na mamlaka yako yana nguvu mpaka mwisho. Akaona, anasema ukateni mti huu, kiburi hicho, kateni mti huu, kiacheni kisiki. Wakati mwingine kiburi kinakujaa, umebaki kisiki, matunda yametoka, shina limetoka. Jamani, sio mimi, ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana.
ila kisiki kwa ajili ya mazuri uliyoyafanya kipo.